Bwana Yesu asifiwe. Leo katika kujifunza tutajifunza kwamba mwanadamu pindi anapokufa yeye anaenda sehemu gani? Kwanza, neno kufa, hakuna kifo kizuri. Hamna kifo kizuri, hamna mauti mazuri. Mauti yanatisha, mauti maana yake ni kuzimu. Mauti maana yake ni kuwa chini ya adhabu ya Mungu. Yaani kile kutendo kufa ni kwamba Mungu alisema mkila tunda hakika mtakufa. Kwa hiyo kule tu kufa maana yake ni uko chini ya adhabu ya Mungu. Sasa kuna rehema zinatolewa, na ndiye kitu kilichomleta Bwana Yesu. Biblia inasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila amwaminie aokolewe asipotee. Maana yake ni kwamba kila mwanadamu unapokufa, salamu ya kwanza unaenda kuzimu, sio mbinguni. Salamu ya kwanza Biblia ndio inadhibitisha. Hakuna sehemu Biblia inaposema eti mtu alikufa akaenda mbinguni. Biblia inasema Yesu alipokufa alienda kuzimu, akazichukua zile nafsi akaenda nazo. Pia Biblia inasema Ibrahimu alipokufa alionekana kuzimu. Pia Daudi katika Zaburi 89 anasema hakuna mwanadamu anayeweza kujiokoa na mkono wa kuzimu kwa mkono wake mwenyewe. Na ukijazirizia Yohana yeye 5 kwenye Ufunuo 5 alipoona hiyo alilia kwa sauti, kwa sababu hata yeye mwenyewe jina lake lilikuwa mle. Akaambiwa tazama ni mwana kondoo ameshinda. Maana aliambiwa hakuna awezaye kustahimili, ila akaambiwa tazama ni mwana kondoo aliyeshinda. Sasa kuna mwimbaji aliimba katika roho sana, akasema mwamba wenye imara kwako nitajificha. Majina haya na damu vilivyotoka humu. Akasema nijapofanya bidii nikiria na kuzi hayaishi makosa, niwe wa kuniokoa kwa kazi zote pia sitimizi sheria. Sasa anasema kwamba hata kama ukiria na kuzimia hayaishi makosa. Kwa kazi zote hauwezi ukatimiza sheria. Kwa ni Bwana Yesu pekee ndiye anayeweza kukuokoa. Na kama kungekuwa kuna uwezekano wa mtu mtakatifu kwamba anakufa kuzimu isimkamate, basi Bwana Yesu hana kazi na asingekuja. Sasa angekuja kufanya nini? Maana yake Yesu alikuja ili afe, maana njia ya kwenda kuzimu ni kifo. Njia ya kwenda kuzimu ni kifo. Kwa hiyo Yesu alikuja akaufia msalaba, akaenda kuzimu, akamnyang'anya shetani funguo za mauti, naye akafufuka na wafu. Kwa hiyo ni yeye pekee ndiye awezaye kuokoa. Hakuna mwanadamu anayeweza kuokoa isipokuwa tu ni Yesu Kristo. Kwa hiyo tunatangaza kwamba yeye alikufa na kufufuka, kwa sababu tuna ushahidi kwamba Yesu Kristo alikufa na akafufuka. Ndio maana tunamwamini, kwa sababu kila mtu aliyozaliwa na mwanamke tunamuona kwamba yeye alikufa, kaburi lake lipo, kuzimu ilimshikilia na hakuna aliyetoka. Tunamzika na tunasahau. Lakini Biblia inadhibitisha kwa ushahidi kwamba Bwana Yesu yeye alikufa akafufuka na yu hai milele na milele. So kama usipofanya upatanisho na Bwana Yesu hapa duniani,
hauwezi kupata mtu wa kukuokoa, kwa sababu kuta za kuzimu hakuna mtu anaweza kutoboa. Hayupo. Kama kuna mtu ambaye angekufa akaenda free mbinguni, ingekuwa ni Ibrahimu. Ibrahimu alikuwa rafiki wa Mungu sana. Ibrahimu ndo baba wa imani. Lakini hata yeye pia alimsubiri Bwana Yesu. Ndio Biblia inasema Bwana Yesu alipokufa, alifufuka, walikuwa akimngojea.